Wakati nilikuwa ninafanya kazi hapa Bungoma, nilikuwa napitia hapa nikitoka Kimilili kotini. Na ule rafiki yangu ambaye tulisoma pamoja darasa moja, tukaketi kwa klasi moja, si mnamjua? Ambaye wakati 2022 nafika nikamwambia mimi nimefanya hii kazi miaka 10, sasa nimechoka, wewe chukua ndugu yangu Moses Masika Wetangula. Lakini amenisumbua kwa kufika hapa Chwele. Sisi ni marafiki sana. Lakini ikifika mambo ya kutembea Chwele, ndugu yangu ananikimbiza hapa. Ndio nimeshangaa leo, kwani hapa kwani mumeamua? Mumeamua? Hebu nisikie. Harambee! Ala? Nitamwambia kwa sababu sisi bado ni marafiki. Akija ananipukuza kidogo, ananitupia tear gas na maguns na polisi. Wakati ule mwingine mwaka jana walitufanyia kadabla. Na mwaka ya 2005 tukifanya mambo ya katiba ile ilikuwa badia, akatufanyia hivyo hivyo. Lakini mimi najua wananchi wa Chwele ni patriots wa nchi ya Kenya. Vile mmeona tumefika hapa leo, tumefika tukiwa viongozi wa vyama mbalimbali. Mnamwona huyu jamaa pale yako na nyekundu, Vincent Mogaka Kemosi, ndiye chairman, national chairman wa Jubilee. Mimi naongoza chama cha Democratic Party, kile chama cha Kibaki, ambacho sisi tunaamini umoja na haki, umoja wa Wakenya na haki kwa kila Mkenya. Na ndio tunasema hivi, wakati rais anasimama anasema vijana wamesoma, si kweli? Ati wakiandika mitandao, wakiandika kwa magazeti, rais anasimama kule kwa wazungu. Kwa sababu alikuwa wiki hii alikuwa ameenda kwa wazungu kuombaomba, lakini amerudi bila kitu. Amerudi mkono mtupu. Leo ametimua biu tena huko, aende bado kaombaombe. Kifika Jumanne, Jumatano atakuwa amerudi. Lakini nataka kuhakikishia atarudi bado akiwa mkono tupu. Kwa sababu wale watu ambao wanaenda kuongea nao kule wamesoma yale ambayo yamekuwa yakiandikwa kila pahali na kila siku, kwamba utafiti uliofanywa kuonesha marais wale wezi zaidi duniani, ule alikuwa number 1, alikuwa rais wa kule Syria, Hafez Assad. Lakini wananchi wakakasirika, wakasema namna gani rais yao ndio sisi, rais wetu akuwe ndiye mufisani number 1, wakafukuza. Namba 2 kwa hiyo orodha alikuwa William Kipchirchir Arap Ruto. Sasa nyinyi wa Kenya wale wa Syria walisema hawezi kuwa namba 1 ya wizi. Sasa wakafukuza. Sasa sisi ndio tunashikilia hiyo rekodi namba 1. Alafu anaambia wazungu ati msitome ile wa vijana wanaandika. Wachana na magazeti ya Kenya. Muniamini mimi. Wakaangalia huyu ni nani huyu? Ni ule namba 1. Wakaangalia hiyo kasura, wakasema tawe wasi. Ati tukuamini wewe. Ndio sababu jamaa amerudi mkono mtupu. Na akirudi kule akasikia sisi ambao ndo United Alternative Government tuko katika ziara yetu ya sehemu ya magharibi kutembelea ndugu zetu, cousins zetu. Na kama mimi nikuja nitembee pahali nilianzia kazi ya serikali hapa Bungoma. Kasongo anatoka ng'ambo kule, akasikia ati wako upande gani, akakimbia akasema tuma mabasi mashule zote, watu 50 kutoka kwa kila ward wakapelekwa pale Masinde Muliro University jana. Wanapewa pesa ati wakuja wauze mambo ya Kasongo. Hapa mimi Chwele, mimi
Hao mnawakubali? Si hao ni wasaliti wa jamii? Hao tunasema tawe wasi. Tunakataa kabisa. Ndo mimi nimejiunga na ndugu zangu hawa. Nikasema kwa sababu kile Kasongo ametuletea ni ugonjwa inaitwa Ebola. Ndio ameleta kutoka kule. Anakuja anaambia wa Amerika kujeni mjenge. Ati mmesema hamtaki raia wenu wakishikwa na ugonjwa. Rais Trump akasema hakuna hata mmoja atakanyaga hapa hata kama ni Muamerika. Mimi nilete ati mtu anasema mimi hao nasema huwezi kubali ndani wako. Mimi niko na bahati naweza kuweka. Ndiye huyu akaleta hapa Laikipia na nyuki. Sasa hiyo uamuzi ulifanywa na nani? The National Security Council of this country has not sat to recommend any such decision. Na tuwasahau tunajua ile ukora Ruto anakuwa nao ni kamwizi sana. Ndio sababu unaona kameorodheshwa kuwa mwizi number 1. Tunajua nia yake ni aone kama Wakenya vile amesikia sasa. Atiasikia hapa mmefunga, kule kwingine kumefungwa, anataka kuangalia kama haitawezekana yeye atafunga nchi. Kwa sababu atafunga nchi ndio aone kama mnaweza kumchukua. Mnaweza kumpatia tamu ya pili. Nani hapa Chwele anaweza kuamuka kwa akili zake timamu ati aseme anaenda kupigia Kasongo kura tena? Inawezekana? Hapo tumesema tawe. Tumesema tawe. Mimi nataka kushukuru, lakini kabla sijamaliza wacheni, kwa sababu nimeona kila tukienda naona ndugu zangu wana introduce ma officials wa vyama vyao. Wamesahau mimi pia niko na officials wangu. Hata wanasema akisema huyu akipatiwa nitamuunga mkono. Wanasahau JB Muturi yuko wapi? Sasa nataka kuwauliza hawa ndugu zangu. Ama namna gani? Tumekubaliana yeyote yule ambaye tutasema ndiye huyu, akiwa ni komando huyu, sisi zote tusimame na yeye. Ikiwa ni huyu ndugu yangu huyu Eugene Ludovic wa Malwa, zote tuamke wapi? Ikiwa ni huyu Rigiji, zote tuingie pale. Ikiwa ni huyu Fred Matiang'i, zote tuwafanye nini? Ikiwa ni huyu Kalonzo Musyoka, zote tuingie wapi? Lakini mbona nasikia ndugu zangu hawasemi na ikiwa ni JB? Sasa mtatupa mimi? Hapana. Unajua ni vizuri kukumbushana. Unajua hii ndio uzuri ya demokrasia. Asante. Ama namna gani? Sasa mimi nataka kuonesha viongozi wa chama cha DP. Mwenyekiti wangu kwa bani wa National Executive Council Mr. Enoch Olonde kutoka Kisumu ako hapa. Anafuatwa na chairman wangu kutoka Busia Richard Makulo. Tumeshinda na yeye tangu tulipofika hapa. Hawa tumekuwa nao. Anafuatwa na rafiki yangu Frederick Motio kutoka kule Nyamira. Pahali ya huyu ni ndugu yangu. Huyu Momanyi ndugu yangu huyu. Alafu anafuatwa na Joseph Okelo Alego pia kutoka Busia. Na mama wa nguvu Susan Yogo wa hapa Bungoma hii. Sasa hiyo ni kumaanisha kweli hii ndio multi-party democracy ile sisi tunahubiri, na William Ruto tumwambie waacha kugawanya wa Kenya. Sisi wa Kenya tuko pamoja. Kwa hayo mengi nasema watu ya Chwele nitakuja kuwatembelea. Kutuja tu hapa hata njugu alafu iko kitu ile ingine. Mimi najua iko kitu kingine tulikuwa natumia hapa. Nitakuja.